Ndio waumini wengi huwa wanasema kwamba wachungaji ni daraja, kwamba mchungaji ni daraja. Siwezi nikaangalia kile anachokifanya, mimi nina focus tu na kile ambacho Mungu amenitia kuweza kukifanya kwa ajili ya wito wa Ukristo. Ni jambo nzuri sana. Hata na mimi pia nakubaliana na hilo jambo ya kwamba mchungaji ni daraja. Ni jambo nzuri sana na linatia moyo na linajenga sana. Na ni la kimaandiko, ni vizuri. Lakini sasa tuone hilo daraja ni daraja gani kutokana na kile ambacho maandiko yanasema. Kwa sababu tukimnukuu Bwana Yesu Kristo wakati ambapo alikuwa karibu kuenenda utukufuni, aliambia Petro, ujapoongoka watie nguvuni ndugu zako. Ujapoongoka watie nguvuni ndugu zako. Hayo ni maneno ambayo Yesu Kristo aliyasema kwa Petro kama vile mchungaji, kama vile daraja tunalosema leo ya kwamba wachungaji ni daraja. Kwa maneno mengine, daraja lijapo imarika litaruhusiwa watu kupita juu yake. Kwa maneno mengine, daraja lijapo imarika litaruhusiwa watu wapite juu ya hilo daraja. Asa hapa ni Yesu akisema na Petro kama vile mchungaji aliyeachiwa ufunguo. Ujapoongoka. Kuongoka ni nini? Unajua wachungaji wengi wamevamia mibari takatifu baada ya kuacha kunywa pombe, baada ya kuacha uzinzi, uasherati, uongo na ulevi na uwizi. Wakavamia mibari takatifu ya kwamba wao wameokoka. Sio jambo baya, ni jambo nzuri. Lakini Yesu alisema ya kwamba alikuwa akiambia mitume ya kwamba haki yenu ninyi mitume isipozidi ya wale waandishi na mafarisayo, hakika yenu ninyi hamtaingia. Ikimaanisha kwamba wale waandishi na mafarisayo kuna tabia fulani ambayo waliokuwa nayo ambayo ilikuwa imezidi kiwango cha maisha ya mitume. Ndio maana Kristo akawaambia kwamba haki yenu ninyi isipozidi ya wale waandishi na mafarisayo, hakika yake ninyi hamtaingia. Sasa ili daraja tunalosema kwamba wachungaji ni daraja, kuna daraja moja hapa ambalo limeambiwa ya kwamba usipoongoka, lisipoimarika, na halina ruhusa ya kuweza kutunza zile kondoo za Mwenyezi Mungu. Ni mpaka pale lile daraja litakapoimarika, litakaposimama, litakapogeuka, litakapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndo hilo daraja limeruhusiwa sasa kuweza kuchunga kondoo. Si vile mtu aweza kaacha kunywa pombe, aweza kaacha kuvuta sigara, si vile mtu aweza kaacha uasherati na uzinzi, sio vile mtu aweza kaacha wizi na uongo kwamba awe mchungaji. Hapana. Kuna wengi ambao ni watu wazuri katika dunia hii, ni wazuri, waga wafanyi mambo yote kama na hayo. Haijamaanisha kwamba wao wachungaji. Kuwa mchungaji ni nini? Ni kile ambacho Kristo alimwambia Petro, ujapoongoka. Na hakuishia hapo. Yesu mwenyewe akamtuma kwenye shule lake yeye, ambalo ilibidi Petro aende kwenye hilo shule ili apate ule ufunuo wa kuweza kulitunza kundi la Mungu. Na ndio maana ukiangalia kanisa hazishikiki, hazikamatiki, ni kwa sababu vile wachungaji hawajaenenda kukutana na Yesu Kristo. Petro aliambiwa aenenda Yerusalemu. Enenda Yerusalemu ukasubiri ahadi itakapowajilia ninyi, ndo mtakuwa wachungaji. Mtakapokutana na mimi Kristo katika umbo la Roho Mtakatifu, ndo mnaruhusiwa, ndo mmepewa kibali cha kuwa wachungaji. Lakini uchungaji tunaouona leo ni ule uchungaji wa mtu yani fulani anakuwa mpole. Yani mpole ndio uchungaji, asemaki ndio uchungaji. Waga sio mtu wa magomvi, yani inamaanisha ni mchungaji. Waga lewi, yani ni mchungaji. Waga zini, yani ni mchungaji. Ni vitu viwili tofauti sana wandugu. Ni vitu viwili tofauti sana. Ukiangalia tabia ya Mafarisayo,
walikuwa na tabia kiasi kwamba ingelishinda hata Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu walikuwa watu wataua, walikuwa watu wapole, walikuwa watu wanyenyekevu, na walikuwa wanaishika torati kwa mia. Lakini kitu kimoja walichokikosa Mafarisayo ni kupata ufunuo wa ujumbe wa wakati wao. Hilo jambo tu pekee ndilo walilolikosa, lakini katika kila jambo walikuwa imara kabisa. Na ndio maana Yesu alichukua mfano kwao, akaambia mitume kwamba haki yenu ninyi isipozidi ya wale waandishi na Mafarisayo, hakika yenu hamtaingia. Kwa hiyo basi, hili daraja ambalo tunaambiwa kwamba mchungaji ni daraja, hili daraja lisipokutana na Mungu ni daraja ambalo limeoza, ni daraja ambalo limebomoka, ni daraja ambalo hata kuku hawezi akapita juu ya hilo daraja. Maana kuku akipita juu ya hilo daraja hatadidimia na hilo daraja ndani ya maji. Na ndio maana waumini wengi wanadidimia ndani ya maji. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanapita juu ya daraja ambazo zimeoza, daraja ambazo hazikukutana na Mwenyezi Mungu, daraja ambazo zimeenda kukaa nyuma ya mibari kiakili. Na tukaambiwa na maandiko ya kwamba usitegemee akili zako. Shule ambayo Mungu alipeleka watumishi wake ambao ni mitume ilikuwa ni Yerusalemu. Huko ndiko alipowaambia, enendeni huko mkasubiri ahadi, atakapowajilia huyo Roho ndo mtaanza kuhubiri ile Injili. Na ndio maana Petro baada ya kupokea ile ahadi asingeliweza kumkana Yesu Kristo tena. Lakini kabla ya ile ahadi angeliweza kumkana Yesu Kristo. Kabla ya ile ahadi angelimwambia Kristo kwamba wewe unasema kwamba unaenda Kapernaumu, na huko hizi siku 2 ndo ulitaka uawa, tena unaenenda huko. Ni kwa sababu alikuwa bado hajakutana na Kristo. Lakini baada ya ile ahadi alikuwa na ujasiri wote wa kusimama kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kuweza kuhubiri Injili ya kwamba watu watubu dhambi zao na wapokee ubatizo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini zile daraja tunazoambiwa ya kwamba wachungaji ni daraja, ni wale ambao wanapoona makosa kanisani na wanafumba macho. Hao ni wale ambao maandiko yanasema ya kwamba wanaenenda kanisani kwa ajili ya matumbo zao wenyewe. Ni vile gisi walivyoenda kusoma teolojia, na teolojia maana yake ni elimu juu ya Mungu, kwamba anapoenenda pale mimbarini atahubiri kiufasaha, ni kwa sababu amesoma. Lakini angalia watu ambao wanahubiri Injili, ambao wamekutana na Kristo, watu ambao wamevuviwa, wana nguvu za Roho Mtakatifu, ni watu ambao waga wajui walianzia wapi, wako wapi na wameishia wapi katika kuhubiri kwao. Lakini hao watu ambao walienda kwenye teolojia, wao waga wanahubiri kile ambacho waliambiwa na mwalimu, ndio waga wanahubiri. Kabla ya kuhubiri unapaswa ufanye hivi, ujipange hivi, uvae hivi. Na ndio maana makanisa hayazai matunda. Hakuna matunda yanayokuja kanisani. Ni kwa sababu vile watu wamekuwa wakavu. Mchungaji ni mkavu, almashauri kavu, waumini wakavu, kwaya kavu, baraza kavu. Hakuna Roho Mtakatifu anayefanya kazi humo. Lakini kanisa ambalo lingelitegemea uongozi wa Roho Mtakatifu, hilo ni kanisa ambalo lingelisimama, hilo ni kanisa ambalo lingelikuwa na uamsho. Na ndio maana unaposema kwamba wachungaji ni daraja, yabidi kuwa makini sana, uangalie ni daraja gani unalovuka kwalo. Na ukiona kwamba hilo daraja limebomoka, hilo daraja limeoza, usivuke kwenye hilo daraja. Maana ukivuka kwenye hilo daraja, na wewe na hilo daraja nyote wawili mtadidimia ndani ya maji. Ndani ya maji ni wapi? Ni kuzimu. Kuna mambo matatu ambayo unapaswa kuyaendea kwa makini sana katika maisha yako yote: kuchagua mchungaji, kuchagua kusanyiko la mahali, na kuchagua bibi harusi ama mke ama mwenzi wa ndoa. Hayo ni mambo ambayo unapaswa kuyaendea kwa makini sana, hususan mchungaji, kwa sababu mchungaji ndiye shepherd, spiritual shepherd. Yeye ndiye anayekuongoza kwa Kristo. Mungu anamnenea yeye ili anene na wewe. Hasa kama amekuwa mkavu, amekuwa hana kitu ndani yake, hana msaada kwako, ni heri sana kwako ungeliliacha hata hilo kanisa. Ungeliliacha hilo kanisa, kwa sababu kama kuna kitu ambacho unapaswa kuwa nacho makini sana maishani mwako, ni nafsi yako. Nafsi yako ni ya thamani sana
kuliko ulimwengu 10,000 nafsi ya mwanadamu. Asa usiwahi ruhusu mchungaji yeyote aplay na nafsi yako hivi hivi. Mungu angalii mwili, Mungu anaangalia roho. Hata Bolange anaona mwili, Bolange anaona mwili. Alafu Mungu muumba mbingu na nchi, aliyemuumba Bolange asione huo mwili, hatakuwa ni Mungu ambaye hafai na hastahili kuabudiwa. Iweni makini sana waumini, iweni waangalifu sana waumini. Angalia ni mchungaji gani anayekuongoza, angalia ni kanisa gani unalolienenda. Sio wingi wa watu, bali wingi wa Roho Mtakatifu ndani ya hilo kanisa. Chagua hilo kanisa, utapata uzima wa milele.